Bila shaka tayari kwa ajili ya kwenda kuangalia taarifa mbalimbali kwenye yale tu yaliyopata kuweza kujiri kutokea nyumbani Tanzania, lakini pia nje kabisa ya mipaka hii ya Tanzania. Mimi jina naitwa Omar bin Gulam, na tafadhali sana baki nami kutokea sasa mpaka kufikia pale kwenye majira ya saa 2, lakini pia upo na nafasi ya kushirikiana nami kwa kutuma ujumbe wako mfupi kabisa wa maandishi. Shekhe, kama itakuwa ni mwanachama wa Yanga, itakuwa ni mpenzi wa Yanga, itakuwa ni shabiki wa Yanga, yani naizungumzia PSG ya Bongo kuelekea kwenye msimu ujao, panapo na majaliwa ya kwake Allah, makisio yake wenyewe wanasema makisio ya kikosi cha Yanga kwa namna ambavyo kitakavyokuwa kuelekea kwenye msimu ujao, ndo anaita PSG ya Bongo. Sasa nipo na taarifa pia, nitarudi tena pale baadaye kuhusiana na goalkeeper wa Yanga Diarra huyo. Nitarudi pia baadaye kwa ajili ya kuja kukuhadithia kitu kuhusiana na Diarra, lakini kwa sasa tukaangalie tu taarifa mbalimbali. Najua wingi tunasubiri mrejesho kuhusiana na taarifa jana kwenye season ambayo inaendelea baina ya bodi ya ligi pamoja baina ya bodi ya ligi TFF pamoja na Yanga Afrika, kwamba leo bwana kwa mujibu wa taarifa waliambiwa pale majira ya saa 4, naomba tuanzie hapo pale majira ya saa 4 kwamba Yanga Afrika waende pale pamoja na mtu wao wa fedha na vielelezo vyake na mambo mengine mbalimbali. Lakini bwana, kwa mujibu wa taarifa, yani kwa mujibu wa taarifa shekhe ambayo ipo, ni kweli na Yanga Afrika walifika, lakini alifika mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Andre Mtine. Baada ya kufika TFF akiwa na mtu wa fedha wa klabu hiyo, shekhe, kwa mujibu wa taarifa hawajakaa, wamewasilisha barua kama shirikisho hivyo lilivyotaka, na baadaye wakazungumza tunaandishi wa habari, halafu wakaondoka. Yani wao wanachosema hawataki kuzungumza, wao wanataka fedha. Kwa hiyo ameleta tu vielelezo vyao, wakaambia TFF hivyo, niangalieni. Bahati nzuri alikuwepo pale katibu mkuu wa shirikisho la soka nyumbani Tanzania Wilfred Kidao, ambaye akajaribu kuwatuliza Andre Mtine kwamba wabaki wakae wazungumze, sababu shekhe ukileta tu manake nisome kisha na mimi nikuandikie, mlolongo utakuwa mkubwa. Kwa hiyo Kidao akasema hem, tukae sasa, tuangalie vyenu, tuangalie na vyetu, tuzungumze kwa pamoja, tuchambue kwa pamoja, tufikie mwafaka, nani anamdai mwenziwe, tunalipana vipi, pamoja na mambo mengine. Bwana alichokisema Yanga, yeye akasema hili la kukaa hapana. Sisi tumeleta, maana yake sisi tunakwenda zetu, tunachokitaka sisi ni fedha tu, tunachotaka sisi ni kulipwa. Sawa shekhe, unataka kulipwa. Najaribu kuzungumzia kuhusiana na TFF, najaribu kunukuu kwamba sawa, mnataka kulipwa Yanga, lakini sasa umekuja, tumesema kwamba njoni na mtu wenu wa fedha, muje na vielelezo vyenu, tukutane hapa saa 4 basi asubuhi, manake mtoe vielelezo vyenu na sie tutoe vya kwetu, tuzungumze kwa pamoja, tuzungumze lugha moja kwamba nani, kwa sababu wewe unasema unaidai TFF na sisi tunasema tunakudai wewe Yanga, ili tuangalie vielelezo hivyo, tufahamishane ili tufikie mwafaka. Shekhe, kwa mujibu wa taarifa Yanga akasema hapana, mimi nimeleta, halafu mie na kwenda zangu. Kwa hiyo bwana, wameondoka bwana. Afisa mtendaji mkuu wa klabu ya Yanga ameondoka, na wakati anaondoka kuna neno pia alitoa pale kwa wanahabari, nilikuwa najaribu kufuatilia baada ya kukataa kukaa katika ofisi zile za TFF. Bwana CEO Andre Mtine kwa upande wa Yanga anasema, naomba nimnukuu kidogo, anasema duniani kote bingwa anapaswa kupewa zawadi zake, sio kukatwa kwa ajili ya kulipa madeni au mambo mengine. Duniani kote Andre Mtine anazungumza hayo, lakini akaendelea kusema tuliwaandikia TFF kwa maandishi na kuwapa msimamo wetu, halafu wanataka twende Zanzibar tukacheze mchezo wa fainali, tulipie usafiri, bonus. Tutamudu vipi hizo gharama za mchezo kama hawajatu
hawajatulipa fedha zetu. Kwa tunachotaka sisi Yanga, maana yake tupatiwe fedha zetu. Huyu hapa CEO kwa upande wa timu ya Yanga. There's nothing to discuss. The only thing we have told them is we want our prize money. If they are saying there's any other issue, they should put it in writing. Give us an official communication. We are not going to do any tit for tat at the moment. We want our prize money, that's it. When you win a trophy, does the federation say to you, you know what? We won't give you your money, but 1 year later, let's see what you did during the season, and then we do debit and credit. Where in the world? If you can give me one country where this happens, I will respond. As far as we are concerned as young Africans, you win a trophy for the purposes of integrity of the competition, integrity of everyone involved in the running of football. You give the winners their prize money, you give the runners up their prize money. Finito. Bwana, hali ilikuwa hiyo. Huyo ni mtendaji mkuu kwa upande wa timu ya Yanga, Andre Mtine, akijaribu kuzungumza na wao. Anasema hakuna majadiliano, hakuna kukaa kitako, wanachotaka ni kulipwa fedha zao. Kabla ya kumsikia afisa habari kwa upande wa shirikisho la soka nyumbani Tanzania, yani TFF, Clifford Mario Ndimbo, yeye amesemaje? Nataka nikuhadithie kitu kidogo kwamba Yanga wakati wanafika leo pale TFF, ujumbe ule kama nilivyotangulia kusema awali, akiwa CEO pamoja na mkurugenzi wao wa fedha, bwana, wameambatanisha pale invoice ambazo inasadikika kama nakwenda sawa zilikuwa 4-5 hivi. Moja wapo katika hiyo, manake kuna invoice za ubingwa wa Federation Cup zipo 3, manake kuanzia msimu wa 21 22, lakini pia kuna invoice ya fedha za mapato ya mlangoni za michuano ya kafu ambazo Yanga walikatwa na kafu, ambazo TFF hajawalipa Yanga, wamewasilisha. Lakini nyingine invoice za udhamini wa timu ya wanawake na mashindano ya vijana, manake inasemekana kuna mambo mingi huko yameibuka. Lakini pamoja na hayo, wakati wanaondoka Yanga wamesisitiza TFF kwamba hatukai, lakini pigeni hesabu zenu na mna machaguo mawili baada ya hapo kuhusu fedha zetu Yanga Afrika. Moja, kuweka fedha zote ambazo Yanga wanadai, inakadiriwa ni fedha fulani hivi kwenye fedha nyingi kidogo hivi, manake inakadiriwa ni zaidi ya 300 milioni kwa fedha nyumbani Tanzania. Lakini kisha TFF watume invoice za madeni yao yote Yanga, kisha Yanga walipe madeni hayo. Wanasema wao wako tayari Yanga, yani wanasema wekeni fedha zote ambazo tunawadai zaidi ya milioni 300, mkishatulipa tumeni basi hizo invoice za madai yenu yote ambayo mnatudai sisi Yanga, basi na sisi tutawalipa madeni hayo. Lakini chaguo la pili, kama TFF waliwakata fedha zote ambazo Yanga wanadaiwa, yani Yanga akaambia shekhe, nyie mnasema kwamba tulikuwa tunadaiwa mambo ya vibali vya wachezaji na nini, kama mmetukata fedha zote ambazo tulikuwa tunadaiwa, tunataka kujulishwa kwa ushahidi wa risiti kama ambavyo kodi zile za, yani kama ambavyo sheria za kodi za nchi vile vinavyotaka. Basi wanasema kwamba tujulishwe kwanza kwa risiti, halafu kile kilichobakia kile baada ya kutukata tunaomba tuingiziwe kwenye akaunti yetu, lakini makato yote mliokata mtuoneshe tumekata hii kwa ajili gani na risiti yake hii Yanga Afrika. Kwa hiyo Yanga akasema yeye hana majadiliano yoyote, atakaojadiliana na TFF, kapeleka vielelezo vyake wavipitie hivyo, halafu achague mambo mawili. Msikie huyu hapa Clifford Mario Ndimbo, yeye ni afisa habari kwa upande wa shirikisho la soka Tanzania TFF, baada ya Yanga kukataa kujadiliana ya kuwataka kwamba mtu wa fedha aweze kufika leo na hivyo vielelezo vingine ili tuweze kufanya reconciliation, kwa maana ya kwamba tupitie hizo hesabu kwa pamoja na vitu kama hivyo, ili kuona kwamba watu wanaposema kwamba wanadai na sisi tuonyeshe wapi ambako tumesema kwamba wanadai. Lakini wamefika leo
na baada ya kufika wameleta tu barua, na baada ya hapo wameondoka, kwa maana kwamba hawakutaka kuzungumza kitu chochote, na wamesema kwamba hawako tayari kwa ajili ya mazungumzo. Na hata katibu mkuu wa TFF Kidau Wilfred alipotaka kuzungumza na CEO wa Young Africans Bwana Mtine, bado CEO alikataa kuzungumza na katibu mkuu wa TFF. Kwa hiyo TFF iko wazi kwamba kama wanasema wana madai, ofisi ipo na wafike ofisini kwa ajili ya hayo madai yote, kwa sababu sisi tunao uhakika, na ndio maana tulisema kwamba sisi tunawadai na vielelezo vyote vipo. Kwa hiyo wao wanataka tuendelee kuandikiana barua. Sasa hizi ni taasisi kubwa ambazo haiwezekani mkaishi kwa kuandikiana barua alafu mnaanza kuzisambaza huku kuzisambaza huku. Jambo dogo ni kwamba kama wewe unadai, maana yake ni kwamba umeitwa kwa ajili ya kuja kuhakiki hicho ambacho unakidai ama hicho ambacho unadaiwa. Kwa hiyo maana yake ilikuwa ni kitu rahisi tunapofika TFF uweze kukaa chini na TFF. Ni jambo la muda mfupi sana kuweza kufanya hiyo reconciliation, na kila mmoja ajue kwamba nafasi yake iko wapi. Sasa hatuwezi kuwa tunaendelea kuandikiliana barua hizi kama vile tunatuma posa huku na vitu kama haya. Bwana Clifford Mario Ndimbo huyo, afisa habari kwa upande wa shirikisho la soka hilo Tanzania TFF, anasema kama tunadaiana tukae pamoja, haina haja ya kuanza kutumiana barua tena, kama kwamba tuna yale mambo ya posa yale ya kupeleka barua, kuchumbia na mambo mengine. Tukae tuzungumze kwa pamoja tuweze kuliweka hili sawa. Lakini katika hatua nyingine bwana, Clifford Mario Ndimbo ameendelea na kusema tusikimbiane. Manake kama tunadaiana, kama Yanga unanidai na mimi nakudai, hatuna haja ya barua tupu, tusikimbiane, tukae pamoja. Lakini amejaribu kuelezea pia hatua zitakazochukuliwa baada ya leo Yanga kuondoka. Wana mpango gani kama shirikisho? Jambo la kitaasisi linashughulikiwa kitaasisi. Moja kati ya njia, si ndio? Tumeandikiana barua tayari, sawa. Tumejibizana barua, umemtumia hivi, amejibu hivi. Sasa TFF imesema njoo tukae tumalize hii tema kwamba unadai na sisi tunasema kwamba tunakudai. Lakini unakuja tu kwenye ofisi za TFF alafu unaondoka bila kutaka hicho ambacho tulikuwa tumeelekezana. Maana yake sasa ulikuja kufanya nini kama umekuja na kundi la watu na umekuja tu kwa ajili ya kuonyesha pengine kwamba umefika kwenye ofisi za TFF, lakini kile ambacho kilitakiwa kufanyika hakijafanyika. Mmoja kati ya kushughulikia jambo hili ni pamoja na kuwaita kukaa chini. Lakini mtu ambaye hataki kukaa chini, nini ambacho unafanya kama taasisi? Kwa sababu unatumia njia zote kuona kwamba ni namna gani ambavyo jambo hili linaweza kuwa sawa. Na ndio maana nimesema kwamba TFF tuko wazi katika kila jambo ambayo unasema unamdai, ili uone kwamba nini ambacho mnachodaiana. Hata kwenye maisha ya kawaida tu, maisha binafsi tunadaiana, lakini tunapodaiana nini ambacho tunafanya? Tunakimbiana, kwamba wewe unayedai unamkimbia mdai wako. Sio kweli. Maana yake ni kwamba ni lazima mkae mkubaliane kwamba bwana, deni hili tutalipana vipi, au deni hili likoje. Huyu anasema bwana, nilishakulipa hivi vielelezo vyangu kwamba nilishakulipa, nilikulipa vipi, nilikulipa hivi na vitu kama hivyo. Ndio maana ya reconciliation. Sijui kama umemwelewa Clifford Mario Ndimbo. Anasema tunadaiana, na kama kweli tunadaiana, mimi nakudai na wewe Yanga unanidai, hatuna haja ya kukimbiana, kwa sababu hata maisha ya kawaida tunadaiana kwenye maisha haya ya kawaida. Lakini je, dawa ya deni ni kulipa shekhe au kukimbiana? Una vielelezo vyako sawa, unanidai mathalan milioni 1, lakini nikuoneshe wapi nimekulipa fedha hii milioni 1 mpaka nikatoa yangu mfukoni, deni likageuka likaja kwako wewe, kwa mujibu wa taarifa. Kwa hiyo TFF wanasema wao wapo, na kama Yanga atakuwa tayari, maana yake anatakiwa kurudi katika ofisi hizo na wakae kwa pamoja wazungumze lugha moja. Najaribu kukimbizana na muda shekhe. Yanga siku 2-3 hizi na bodi ya ligi wamekuwa wakinifilisi sana kweli kweli. Najaribu kukimbizana na muda. Kule bungeni nako hakupoi yale yanayoendelea baina ya Yanga, bodi ya ligi huko, TFF, Simba, ambapo sakata la mchezo wa dabi ya Kariakoo unaokutanisha Yanga dhidi ya Simba bwana tayari limeingia bungeni, ambapo serikali imesema haiwezi kuingilia kwa kuwa mchezo wa mpira wa miguu una kanuni zake kitaifa na kimataifa. Bwana, kauli hiyo imekuja baada ya swali la nyongeza lililoulizwa na mbunge wa Makete CCM
Festo Sanga alilouliza leo bwana Juni 11 wakati wa kipindi cha maswali na majibu bungeni. Sanga akasema kuimarisha timu ya taifa ni pamoja na kuhakikisha sheria na taratibu za michezo zinafuatwa. Naomba nimnukuu akisema ligi yetu inaelekea mwisho, lakini kumekuwa na mvutano wa hizi timu mbili, Simba na Yanga, pamoja na viongozi wa TFF. Ipi kauli ya serikali? Mimi nataka usikie mjadala kwa namna ambavyo uliibuka kidogo pale bungeni, kisha tutafunga kwa hili. Mheshimiwa Festo Sanga, moja kwa moja kwenye swali. Mheshimiwa Waziri, kuimarisha timu ya taifa ni pamoja na kuhakikisha kwamba sheria na taratibu za michezo zinapata nchini. Ligi yetu inaelekea mwisho, lakini kumekuwa na mvutano wa hizi timu mbili na viongozi wa TFF. Ipi kauli ya serikali? Mheshimiwa Stablaya, unataka kumsaidia kujibu Mheshimiwa Naibu Waziri? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Nakushukuru Mheshimiwa Spika. Kama ambavyo unafahamu, shughuli za mchezo wa mpira wa miguu zina mamlaka zake za kimataifa na za kitaifa, na tumekuwa tukisisitizwa mara kwa mara serikali kutoingilia moja kwa moja uendeshaji wa shughuli hizo, ili kuepuka kuja pengine hata kufungiwa na FIFA katika nyakati hizi ambapo kitakwimu nchi yetu inafanya vizuri sana katika uendeshaji wa shughuli za mpira wa miguu. Mamlaka za uendeshaji na usimamizi wa shughuli za mpira wa miguu nchi hii ni TFF, ambayo ni shirikisho la mpira wa miguu nchini, lakini pia na bodi ya ligi kuu, ambazo serikali, hata taarifa ambazo tunazitoa hapa tuna rely kwenye taarifa tunazopata kutoka kwao. Kuhusu mchezo anaosema, tunafuatilia kwa karibu jinsi ambavyo mgogoro huu unaendelea kutatuliwa, lakini huku tukijaribu kwa kiwango kikubwa kabisa kutoingilia moja kwa moja maamuzi ya TFF na bodi ya ligi. Lakini tumekuwa tukifuatilia kwa karibu, eyes on hands off, huku tukisisitiza TFF na bodi ya ligi kufuata na kutekeleza kanuni na sheria ambazo wamejiwekea za uendeshaji wa mpira wa miguu. Kwa hivyo kifupi kabisa ni kwamba tunafuatilia jambo hili, lakini tukihakikisha kwamba hatuingilii moja kwa moja na kupelekea nchi yetu kufungiwa, kwa vile mchezo wa mpira wa miguu unajiendesha wenyewe. Asante. Mheshimiwa Stablaya, hebu sema unayosema kwenye kisemeo. Maana naona umekuwa naibu waziri. Nilikuwa nasema kuhusiana taratibu na sheria ni pamoja na kupata ripoti kwa nini mchezo wa tarehe 8 haukuchezwa. Sasa wewe ndio ulikuwa unakataza ushabiki. Sasa hapo unataka ushabiki. Haya, wa Simba anayetaka kumjibu. Esther Matiko, mjibu. Nashukuru Mheshimiwa Spika. Kama alivyojibu naibu waziri, lazima tuheshimu kanuni ambazo zinaguide mchezo wa mpira wa miguu ili kukuza vipaji, tusiweke ushabiki. Mheshimiwa naibu waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Mheshimiwa Bunge. Haya bwana, bungeni huko kuhusiana na Kariakoo Derby, na mimi nataka nikuache hapo ikiwa dakika ya 29 kuelekea 30 kwamba bado Sheikh fatwa haijapatikana. Tulikuwa tunaizungumzia sana derby, lakini sasa hivi imekuja swala zima la deni. Maana yake pande mbili zinadaiana. Yanga akiambiwa lete vielelezo, amepeleka vielelezo, lakini hakutaka kukaa. TFF ukimwambia kama mnadaiana, kama kuna mtu unamdai, maana yake itashangaza ukimkimbia mtu unayemdai. Kwa hiyo wamesema ofisi ziko wazi na muda wowote wanawaruhusu Yanga Afrika. Yanga amempa vielelezo na amemwambia kuna machaguo mawili, itakuwa ni juu yake yeye atakachochagua. Mimi nataka niondoke.